Basi njoo kwenye meza ya busara. Una utata, una tashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njoo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na wapo FM Radio. Nini? Aurelian Makari Usingojani Junior kutoka The Truth Ministry International. Tunayo mengi kuendelea kusema nawe popote pale ulipo. Askofu, karibu sana. Asante sana. Habari ya uzima? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Habari za toka siku ya jana? Kila kitu kiko sawa. Tumekuwa vyema kabisa na leo panachokopo tayari kujibu maswali ya watu mbalimbali. Leo nataka nijibu maswali mengi zaidi ikiwezekana pengine kuliko siku zote. Kwa tunaishia kwenye maswali 20, 21, 22. Naam. Leo kama tungeweza kuvuka hapo itapendeza. Itapendeza. Nimekuja mapema sana hapa nikiwa nimejiandaa kabisa kwa ajili ya kwenda kujibu maswali ya watu. Na naomba leo wasinipongeze. Na kama kunipongeza mwisho dakika moja. Zaidi ya hapo nenda moja kwa moja kwenye nini? Kwenye swali. Na pia usitoe maoni ya swali la mtu mwingine. Yaani mtu kauliza na unakuja unatoa maoni ya swali hilo. Wewe njoo kwenye swali lako wewe. Unataka kitu gani ujibiwe? Tunakipa ufafanuzi, mambo mengine yanaendelea. Na kama kuna mada itakuwa labda umeeleza inahitaji mafafanuzi mapana zaidi, tutai note down, tutaiandalia somo. Si umeelewa? Maana kuna vitu vingine kujibu kama swali inaweza ikawa ngumu, lakini unaweza kaifundisha kama somo likawa limeeleweka vizuri zaidi. Kwa mfano kuna mmoja aliuliza swali, hivi mavazi ya kike ni yapi na ya kiume ni yapi ambayo yameandikwa kwenye Biblia? Naam. Sasa nikamuuliza, nyinyi kwani mavazi ya kike ni yapi au ya kiume ni yapi? Sasa Biblia imesema, unaona, kwa hiyo inategemea ni mambo ya utamaduni haya and all that. Lakini otherwise tuwape watu nafasi waulize maswali kwa unyenyekevu mkubwa. Nitakwenda kujibu swali moja baada ya lingine. Na leo ni maswali huru. Swali lolote la Biblia. Uliza. Swala la ndoa inaonekana bado ni tete kidogo kwa watu kuelewa. Kama jana ambavyo msikilizaji wa mwisho aliuliza swali hapa. Kuhusiana na nani anatakiwa muache mwenzake, yani katika ule utaratibu. Kwamba huyu ameokoka, huyu hajaokoka. Sasa yupi ambaye akiachwa hakuna shida na yupi akiachwa mwenzake kuna shida? Aliokoka hapaswi kumwacha, yani kama walioana hawajaokoka. Mmoja akaenda akaokoka. Aliokoka haruhusiwi kumwacha asiokoka. Ila kama asiokoka akimwacha aliokoka, huyu aliokoka anaruhusiwa kwenda kuoa au anaruhusiwa kwenda kuolewa. Kwa mujibu wa Biblia, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kwa mujibu wa Mtume Paulo wakati anatatua matatizo mbalimbali ndani ya kanisa la Korinto. Karibu sana mtazamaji wa Wapo TV Online pale YouTube, ukurasa wa Bishop Sylvester Gamanyo pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio FM Nuru ya Jamii. Mambo muhimu tu nisaidie. Jambo la kwanza, unapopiga simu yako nisaidie kupunguza sauti, iwe ni radio yako au runinga yako. Lakini swala la pili, moja kwa moja nenda kwenye swali lako ili tupate fursa adhimu ya kuruhusu wengine pia kuweza kuuliza maswali kulingana na kile ambacho unatamani kufahamu katika matangazo haya. Nambari ambayo unaweza ukaitumia ni 0736 77 71 26, 0736 77 71 26, au kupitia nambari ya 0678 92 19 57, 0678 92 19 57. Nambari hiyo pia unaweza kuitumia kwa njia ya WhatsApp ukiwa ughaibuni, kupiga simu yako moja kwa moja hapa nasi tukupokea kwa moyo mkunjufu katika kuangalia kile ambacho unatamani kukifahamu. Moja kwa moja sasa nianze kupokea simu yako kwa uzuri kabisa, na matangazo haya tunapewa nguvu kubwa na BCIC Mbezi Beach Jogo jijini Dar es Salaam chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Profesa Sylvester Gamanyo. Kwenye line, hello. Hello. Naam, habari ya kwako, na ni mwenzetu kutoka wapi? Ni Tome Maxim. Nipo Mvuti, Islam. Karibu sana Bwana Martin kutoka Mvuti. No. Hello. Hello. Naam, karibu sana. Swali kwa kofi. Ndio. Tunaona kuna baadhi ya Wakristo wanatoa sherehe ya Christmas. wenzetu wa Adventist.
ni kwa nini washerekee hiyo sherehe ya Christmas? Naomba tukufanikiwe. Christmas. Hasa wa Adventista. Sio wa Adventista peke yao. Wako wengi ambao washerekea sikukuu ya Christmas kwa sababu tarehe hiyo sio tarehe ambayo Yesu alizaliwa. Na hata wanaosherekea wanasherekea sio kwa sababu ni tarehe Yesu aliozaliwa, ila wanasherekea kwa sababu ndio kanisa la ulimwengu liliamua kuadhimisha birthday ya Yesu siku hiyo, ili watumie muda huo kufanya Christ Mass. Christmas imetokana na maneno mawili, kwa maana ya Christ Mass, kwa maana ya misa ya Kristo. Tuhubiri habari ya kuzaliwa kwake, kufa kwake, kufufuka kwake na kupaa kwake mbinguni. It means hiyo tarehe tunaeleza significance ya Yesu kuja duniani. Alikuja kufanya nini? Dunia nzima wasome hiyo message juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Sasa kuna baadhi ya madhehebu yalikataa baadaye. Kwa mfano unavyozungumza habari wa Sabato, wao wamekuja kwenye miaka 1800 wakati Christmas imeanza mwaka around 340 350 yani baada ya Kristo. Sasa wao wamekuja miaka zaidi ya 1000 baadaye, walikuja kukataa kusema kwamba hapana, hii tarehe kwa sababu sio ambayo Yesu alizaliwa, sisi tusherekee. Kwa maelezo zaidi kwa habari ya sikukuu ya Christmas, nenda Ngonyani TV. Nenda YouTube, andika Ngonyani TV. Nimeelezea habari ya je, ni halali kusherekea sikukuu ya Christmas au historia ya sikukuu ya Christmas. Nenda utaona kuna volume part 1 na kuna part 2. Nimeelezea mwanzo mpaka mwisho. Asante Skofu, na nyongeza yake kuna mafanya ambao yanashiriki Christmas labda kiimani. Nini? Kuna makosa yote wanayofanya ambao wanashiriki sheria ya Christmas kiimani? Kuna makosa yote ambao wanayafanya wale ambao wanashiriki sikukuu ya Christmas. Paulo amesema mtu yeyote asiwahukumu nyinyi kwa sababu ya sikukuu, kwa sababu ya vyakula, kwa sababu ya Sabato, kwa sababu ya miandamo ya mwezi. Yaani haya yote mtu asihukumiwe. Anayefanya anafanya kwa Bwana na asiyefanya anafanya kwa Bwana. Kwa hakuna kosa lolote hapo linalofanyika. Huyu anayesherekea asimhukumu asiyesherekea, na asiyesherekea asimhukumu anayesherekea. Asante sana kwa kuona chai kwa kuingia wao. Barikiwa sana. Namna hiyo inapendeza. Shukrani sana Bwana Martin kutoka Mvuti, lakini pia unaweza kuendelea kushiriki nasi. Nambari ni 0736777126. Vile vile unaweza kutumia nambari ya 0678921957, 0678921957. Matangazo ya moja kwa moja, kipindi ni Meza ya Busara. Leo ni leo. Kwenye line, hello. Hello. Naam, habari ya kwako? Nani mwenzetu kutoka wapi? Musa Zakaria, niko pande za Bagamoyo. Karibu sana. Nina maswali mawili. Ndio, kwa haraka. Swali la kwanza ni baba huenda kali shalijibu, lakini sasa mimi kwa faida yangu mimi na wengine nitaomba kwa nisaidie. Naam. Sababu mimi na kiswali watakaponiagiza kule kwenye nani sitaweza. Ni swala la Sabato. Waadventista wameweka jinadi kwamba Jumamosi. Na wamefikia kipindi cha kuona kwamba madhehebu mengine, taasisi nyingine za madini, kwamba kama wewe Jumamosi kwamba uifahamu, uitambue, uiheshimu, ni kama vile wewe si mwenda mbinguni. Sasa hiki kitu kimekaaje? Kama Jumamosi anatakiwa kupumzika siku ya Sabato, huyu Roho Mtakatifu amefunua Sabato tu peke yao dunia nzima. Kuna watu wa Mungu na wanaokwenda mbinguni. Hata parapanda ile kilia wa Mungu wanaweza wakapokelewa kule kwa Baba. Sasa wao Roho Mtakatifu kitu ufunua Sabato ameuficha, amefunua Sabato tu. Swali la pili swali ni gumu kwa ile siku yangu. Tulizana mwanamke, tuliishi naye miaka 5, na tukaachana, tukazaa naye mmoja wa kiume. Sasa mtoto baba nitampataje na mimi nimlee? Sababu anaenda anaenda mwaka wa 7. Hiyo kielewe baba, nakuta nisaidia. Maswali yangu ni hayo kwa ufupi. Mtoto ana miaka mingapi? Na mtoto ana miaka mingapi? Ndio mwaka wa alizaliwa 2019. Ana miaka 6. Okay, ana miaka 6. Huo umri bado ni mdogo, na bia kaenda mamake. Sasa nitafanyaje baba mbeleni huko mimi? Wewe si unamtunza?
Naam. Matumizi unapeleka? Unaniangusha. Yaani hapo Waswahili wanasema unafeli. Aliolewa. Yuko ni mwanamke mwingine lakini. Fanya hivi. Wewe si unataka mtoto wako? Si unataka mtoto wako? Naam, ndio. Unachotakiwa saizi huko aliko ni kumpelekea matumizi. Umtunze. Ndio baba, nakuelewa. Kwa hiyo kuanzia sasa fanya utaratibu, iwe kupitia yeye mwenyewe, kupitia mwanasheria au kupitia wazazi wake, si umeelewa? Uwe unatuma kiasi cha pesa kila mwezi kwa ajili ya kutunza mtoto wako. Then mtoto atakapofika umri fulani anaruhusiwa kwenda kukaa na baba yake, lakini kwa umri wake wa sasa anatakiwa akae na mama kwa sababu mtoto bado ni mdogo. Ndio, lakini wewe kumsikia anasema kwamba eti nitamlipia. Sasa hajua utamlipia kwa sababu mtunze uwe kwani unajua ada analipa shilingi ngapi? Hapana. Sasa utasemaje mtoto ni wa kwako afu umlipie ada? Hii ndo mambo haitakiwi. Anza kumtunza, yani jua shule ada ya mtoto anakosoma mtoto wako, wewe ndio ulipe ada, asilipe wewe baba mwingine ambaye amemuoa mke wako. Kama haya baba. Sawa. Tunza mtoto. Haya, ametoka hewani. Askofu. Mathalani huyu mwanaume ambaye amemuoa huyu mwanamke. Akasema mimi nataka huyu nimfanye awe mtoto wangu mimi. Sasa hiyo inabidi matumizi juu yangu. Inabidi afuate utaratibu wa kisheria. Sawa? Kwa maana ya kwamba anataka amuadopt, anataka kwa Kiswahili nasema amuasili. Naam. Kwa Kiswahili nitamuasili, afanye adoption au mtoto wake. Mtoto wake, naam. Inabidi huyu akubali. Huyu mwanaume. Huyu ndio akubali. Na wasainiane kila kitu. Kabisa utaratibu wa kisheria, mwanasheria na nini ndio awe mtoto wake. Kwa hata kuwa na uwezo kusema ngoja nikatoe fedha, nikatoe akishamuadopt fedha unatoa nini sasa? Si marketali na baba mwingine na wewe kisheria unakuwa uko salama. Una shida anatunzwa na baba mwingine. Inaruhusiwa pia. Anamuadopt. Lakini kwa sasa kwa kuwa hajamuadopt wewe tunza mtoto wako sio kwako. Asante. Kwenye line hello. Hello, unaongea na Helen kutoka Kigamboni. Helen, karibu sana. Nilikuwa nataka kuuliza kwamba sisi Yesu alituagiza tubatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa Yohana alipokuwa anambatiza Yesu alimbatiza kwa jina gani? Ilikuwa kila anayebatizwa kwenye Agano la Kale anabatizwa kwa jina la huyo mtu ambaye anafanywa kuwa mshirika wake, anafanywa kuwa chini yake. Inamaanisha unapoitwa ubatizo wa Yohana, maana Yohana aliwabatiza watu kwa jina lake yeye. Yohana. Na ndio maana hata wale watu wa kule Efeso, Matendo sura ya 19, Paulo anawakuta, anawauliza, "Je, mlibatizwa ubatizo gani?" Wakasema ubatizo wa nani? Ubatizo wa Yohana. Umeelewa? Kwa hiyo na Yesu naye alibatizwa kwa jina la Yohana. Yaani Yesu naye alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana, ndio maana Yohana alimbatiza. Sawa. Ni mwanafunzi wa Yohana. Na ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto, Paulo anafanua, anasema wale Waisraeli waliotoka Misri walibatizwa katika wingu na moto ili wawe wa Musa. Sawa. Inamaanisha kwamba wao wanahesabu kwamba kitendo kile cha Waisraeli kupita pale kwenye wingu na maji na moto walibatizwa ili wao nani? Wa Musa, ni wafuasi wa Musa. Ila Yesu ndo akaja akaagiza sasa kwamba nyinyi mtabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hapo nimeelewa mchungaji. Iko vizuri? Iko vizuri sana. Barikiwa. Amina. Asante. Amebatiza akaambia na kuwafundisha kuyashika yote ndio amuru ninyi. Karibu sana mtazamaji, tunasonga mbele kwa uzuri namna hiyo. Meza ya busara leo ni maswali na majibu papo kwa papo. Nambari ni 0736 77 71 26, lakini pia unaweza kutumia nambari ya 0678 92 19 57. Shukrani za dhati kwako wewe ambaye unafuatilia kupitia Wapo TV online pale YouTube na ukurasa wa Bishop Sylvester Gamanyo pale Facebook. Nitaangalia pia ujumbe wako mfupi baadaye kulingana wakati wetu. Kwenye line hello. Hello.
Amina, habari ya kwako? Nani mwenzetu kutoka wapi? Ongea na Agnes Mateda. Shikamoo askofu. Marahaba, jambo. Jambo bwana, Yesu Musa. Amina, habari ya uzima? Yesu ni mwema. Mimi kwa kweli nimekuwa muda mrefu sana tangu kipindi kinaanza. Ndio. Kwa takriban miaka miwili sasa. Miaka yani hata kwa birthday nilikosa tu line. Ila muda wenu wa muda mrefu sana. Lakini mimi na swali moja alafu lingine naomba leo ombi kwa askofu. Karibu. Kwanza askofu alieleza kwamba Eden, bustani ya Eden ya zamani kwa sasa iko Iraq. Kama sijakosea. Eneo la Eden liko Iraq. Iraq. Sasa najiuliza swali moja. Kama bustani ya Eden Mungu kwa ameibariki, kwa nini sasa hivi Iraq ni nchi ambayo haijatulia kwa habari ya amani? Kwanza kabisa hiyo amani ilikosekana toka Adamu akiwepo, alifukuzwa pale. Ndio. Na akawekwa kerubi, akawekwa na upanga. Kulinda hilo eneo Adamu asiingie tena. Ndio. Na mpaka saizi alikaliwa na watu. Kwa hiyo ni eneo ambalo alikuwahi kuwa salama from that kutoka kipindi hicho mpaka leo. Labda swali lako ni nini hapo? Kwa maana tunawezekana kwa Mungu alikuwa ameshatamkia tangu zamani kwamba ile sasa haitakuwa na amani tena. Anyway, kwanza naomba uelewe kwamba kwa sababu Edeni ilikuwa pale na Babeli ilikuwa iko hapo, Mesopotamia ilikuwa iko hapo, Babylonian Empire ilikuwa iko hapo, mfalme wa kwanza duniani anaitwa Nimrod alikuwa yuko hapo, si umeelewa? Duniani mfalme wa kwanza Nimrod alikuwa yuko hapo. Inamaanisha ile ni dola ya zamani sana kuliko dola nyingine zote. Kozi imepitia mambo mengi mpaka baadaye Nebukadreza anakuja kuwateka Wayahudi huku, anakwenda nao Babeli, anakaa nao kule miaka 70, anakataa kuachia. Mungu anaruhusu dola ya Babeli ipinduliwe na Wamedi na Wajemi ambao leo ni Iran pamoja na Kuwait, wanaipindua. Then nao wanapinduliwa na Wayunani, then nao wanapinduliwa na Warumi. Amani haijavurugika leo, imevurugika miaka mingi sana maeneo ya Middle East. Okay, asante sana, nimekuelewa. Mungu akubariki. Swali la pili. Ubarikiwe sana. Pili askofu, mimi ni mtu ambaye ni total blind. Ila sasa natamani kupata masomo yako mbalimbali kwa ajili ya biolojia na nini. Sasa lakini kile nikisikia inaonekana kama ni kwenye vitabu au mimi siwezi kuvisoma. Je, hasiwezi kupata audio? Kama ni total blind. Ndio. Kwa hiyo uoni kabisa. Ndio. Nitampa kazi Musa. Ndio. Utamtext message apate namba yako. Ndio. Alafu kwa kuanzia japo akupe kitabu cha kurudi kwa Yesu na unyakuo wa kanisa. Ambacho kiko recorded chote mwanzo mpaka mwisho kwa sauti. Okay, ubarikiwe. Hiyo audio atakupatia tu just for free ili uweze kuanzia kusikiliza kuanzia hapo. Hiyo itakuwa ni sadaka yangu nimekupa. Amen, ubarikiwe sana askofu. Musa nitakifuatilia. Ongea tu na Musa, ongea na Musa atakutumia na nitamwambia kutumia leo hii. Sawa. Kwa namba ipi? Nimtafuta kwa namba hii. Tumia ile nambari ya 0678 ile. Okay. 0678 1957 0678 92 1957. Andika ujumbe mfupi tu. Sawa, ubarikiwe sana askofu, ubarikiwe sana Musa. Asante, Mungu akubariki sana. Amen. Haya, namna hiyo tunachanja mbuga kwa uzuri kabisa. Sasa nigeukie upande huu. Ili twende sawa 50 kwa 50. Yeah. Huko si kwenye 0736 sasa kwenye 0678 92 19 57 kwenye line. Hello. Habari yako? Nzuri kabisa, habari ya kwako? Safi kabisa, unaongea na Samson kutoka Wazahiri. Samson, karibu sana. Ndio mtumishi, nilikuwa na maswali kadhaa ambayo nilikuwa nahitaji kuelewa kutoka kwa mtumishi Askofu Aloele Ngoyani. Naam. Kuna swali la kwanza nilikuwa nauliza, kuna vitabu vingapi ambavyo vilitolewa havikuwekwa kwenye Biblia hii tulionayo sasa hivi? Vilitolewa na nani? Maana kuna maelezo ambao watasema kwamba kuna vitabu ambavyo viliwekwa kando, yani nje ya Biblia tulionayo ya vitabu 66. Yaani vilitolewa na nani ndio nataka kujua.
na waliokuwa wanapangilia Biblia. Yaani sio kwamba vilitolewa. Yaani nataka niweke kumbukumbu sawa. Kuna kitu kinaitwa canon of the Bible. Kulikuwa na vigezo vilivyokuwa vimewekwa ili kuweza kuyatambua kwamba haya maandiko yanafaa kuingizwa kwenye mkusanyiko kuwa kama neno la Mungu. Ndio. Kwa sababu wakati vitabu vinaandikwa, kila mmoja aliandika kitabu chake. Na kila kimoja kilikuwa kinajitegemea. Sasa tukisema nataka viweka kwenye Biblia, tunavikusanya ili vikubalika viweko. Huwezi kusema vilitolewa, vinatolewaje? Tunaweka kanuni itakayokubaliana na hivyo vitabu kwamba hivi vinafaa kuingia kwenye mtawala. Kwa mfano leo tuamue vitabu vyote vya watu walioandika mambo ya biashara, mambo ya uchumi, mambo ya kupata fedha, si ndio? Tuvichukue tutengenezee buku moja ambalo litatumika labda kwenye vyuo vyetu vikuu na shule zetu za msingi ili watu wapate skills, wapate elimu ya kupata fedha. Ndio. Sitoka vigezo kwamba vitabu vinatakiwa viweje. Kigezo cha kwanza, aliyeandika, je, amewahi kufanya biashara? Kigezo cha pili, je, amewahi kusomea mambo ya biashara? Kigezo cha tatu, ana fedha? Ili tujue kwamba ana legitimacy ya kuandika. Ndo uhalali. Ndo maana waliweka canon kwamba je, aliyeandika kama ni Agano Jipya alimfahamu Yesu au alitembea na Yesu? Alisikia kutoka kwa Yesu? Kama sio, je, alifundishwa moja kwa moja na mtu aliyesikia kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Yaani source yake information ilikuwa ni nini? Kwa wakapima hivyo vigezo, wakapata vitabu hivi vilivyoko 27 vya Agano Jipya na hivyo vingine vilivyoko kwenye Agano la nini? Agano la Kale, ndio wakapata 66, kwa maana vitabu vilivyokubalika kwenye mkusanyo wa Biblia. Ukisema vilitolewa na nani? Na vilitolewa lini? Swala ni kwamba havikuingizwa kwenye mkusanyiko, ilionekana sifa zinafanyaje? Zinakosekana, zimepungua. Okay. Umeelewa mpaka hapo? Nimekuelewa. Sasa tusichukue tu maneno ya mtaani kwamba kuna vitabu viliondolewa. Ameondoa nani? Aliondoa lini? Hivyo vitabu kila mmoja aliandika kama individuals, kama mtu binafsi. Alafu kuna vingine viliondolewa kwa kigezo hiki kimoja tu. Huenda aliyeandika anajulikana, huenda aliyeandika alikuwa na sifa, lakini kuna mambo ameandika yanaonekana kihistoria yanapingana na mengine. Maybe kwenye historia hakuwa vizuri. Sasa kama historia yako huku inapingana na historia ya wenzako huku walioandika, hii ya kwako unaweka pembeni, si rahisi tu. Wote tunajua Nyerere alizaliwa mwaka 1922, si ndio? Ndio. Alikufa mwaka 1999. Wewe historia yako inaonekana amekufa 2005. Tunachukua tunatupa pembeni tu, wala tuhitaji hata kujadili hapo. Labda Nyerere wako wewe sio wa kwetu, una Nyerere mwingine. Naona ujumbe umeelewa. Nilikuwa na swali jingine la pili hapa. Twende haraka. Nilikuwa nauliza hivi, kwenye Biblia sura ya kwanza mstari wa 27. Unamuona Mwenyezi Mungu akiumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wake alimuumba mwanaume na mwanamke. Ukija kusoma sura ya pili mstari wa 18, hapa mwanamke wa kwanza hatumuoni. Tunamuona Adamu yupo peke yake. Mstari wa 21 hadi wa 22 tunaona Mwenyezi Mungu anamuumba mwanamke kupitia ubavu wa Adamu. Je, Adamu kabla ya Eva alikuwa na mwanamke mwingine? Hapana, hayo ni miongoni mwa mafundisho potofu yanayofundishwa mtaani kwamba kulikuwa na mwanamke mwingine, na hiyo inatokana na poor hermeneutics. Uwezo mdogo wa kutafsiri nini? Maandiko matakatifu. Iko hivi, sura ya kwanza imeelezea uumbaji jinsi ulivyokuwa, kwamba aliumbwa mwanaume na mwanamke kwenye sura ya ngapi? Ya kwanza. Sura ya pili imefafanua uumbaji wa sura ya kwanza. Yaani ukielewa tu hiyo basi utapata shida. Okay. Kwenye sura ya kwanza aliumba mwanaume na mwanamke. Ufafanuzi wake uko kwenye Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza, kwamba siku ile Mungu alipoumba mwanaume na mwanamke aliwabarikia akawapa jina lao Adam.
Adam. Kwa Adam ni jina la mwanaume na mwanamke, na walikuwa wako pamoja, yani ndani ya mtu huyu mmoja kulikuwa na mwanaume na mwanamke, ndio tafsiri yake. Ndio. Kwenye sura ya pili anawatenganisha, it is not good for this man to be in the same image. Sio vema mtu huyu aonekane kwenye umbile moja, akamfanyia operation akamtenga, akawa mwanamke pale. Mwanamke akatoka akaitwa jina lake Hawa. Hii Hawa, hili jina ameitwa na mwanaume, yani Adamu ndo akamuita huyu Hawa. Lakini Mungu wote aliwapa jina lao nani? Adamu. Na hiyo ni Mwanzo sura. Na hiyo Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza. Nilikuwa naomba niongezee swali jingine hapa. Hilo umeelewa lakini? Nimeshakuelewa. Haya. Kwenye kitabu cha Walawi sura ya 16. Mstari wa 7 mpaka mstari wa 10. Hapo unamuona Haruni amepewa maagizo ya kuchukua mbuzi wawili, aweke kwenye malango ya hema kukutania. Kisha apige kula, na katika mstari hii tunaona Haruni amepiga kula na mbuzi mmoja kula ikaenda kwa nani? Kwa Bwana, na mbuzi mwingine ikaenda kwa Azazeli. Je, jina Azazeli ni nani? Nini huyu mbuzi wa Azazeli? Yani katika makuani kwani mmoja alikuwa ni Azazeli. Kwa ndio maana huyu mbuzi huyu aliyekwenda kwa Azazeli ndio yule ambaye alitolewa akaenda porini. Si unakumbuka? Akawa ni mfano ambaye anachukua dhambi za za watu, anakwenda akapotelea huko. Ndio. Ndio maana akaitwa mbuzi wa Azazeli, lakini huyu alikuwa ni mfano wa Yesu atakaye kuja kuchukua dhambi za watu leo. Yaani yeye anapotea kwa niaba ya entire community ya watu wa Israeli au ya watu wa dunia. Umeipata hiyo? Nimeshakuelewa. Haya, Mungu akubariki sana. Shukrani sana. Asante. Shukrani sana Bwana Samson kutoka Wazo Hili, Dar es Salaam. Kwenye line ni kupokea. Hello. Kwenye line, hello. Halo. Naam, sauti ya nani kutoka wapi ndugu yetu? Naitwa Ibrahim kutoka Chanika. Karibu sana Ibrahim. Nina swali hapo. Ndio. Kitabu cha Mwanzo kinasema kwamba Adamu alizaa watoto wawili. Mtoto mwingine akamuua mwingine, yani Kaini akamuua Abili. Biblia inasema kwamba Abili akaenda nchi za mbali akajitwalia mwanamke. Sio Abili, ni Kaini. Abili si ameshakufa, sasa aliyeuawa atawaje sasa? Kaini. Kaini akamuua Abili. Biblia inasema kwamba Kaini akaenda nchi za mbali akaoa mwanamke. Je, mwanamke alitoka wapi? Na wakati wao ndo wa kwanza? Biblia inasema kwamba ndo wa kwanza. Kwanza Biblia haijasema Kaini alizaa watoto, Adamu alizaa watoto wawili. Haijasema hivyo. Ila waliotajwa kwenye kitabu cha Mwanzo ni wangapi? Ni wawili, ambaye mmoja akamuua mwenzake. Lakini mwisho wa siku akaja akazaa na watatu, ambaye alifanya replacement ya huyu aliyekufa, anaitwa Seti. Kwa watoto waliotajwa ni watatu tu wa kiume. Umeelewa? Lakini kumbuka kazi ambayo Mungu alikuwa amempa, alimwambia aende akazae, akaongezeke, akajaze nini? Akajaze dunia. Kwa kifupi, kama ambavyo ukiangalia tangu mwanzo, mtoto aliyekuwa anatajwa kuendeleza ukoo kwa maana ya kizazi cha kwenye Biblia ni mmoja. Yaani kama vile ambavyo nasema mmoja kwamba Ibrahimu alikuwa na watoto, labda Ibrahimu alikuwa na watoto wa kiume 7. Kwa maana kwa Ajiri mmoja, Ishmaeli, kwa Sara mmoja, kwa maana ya Isaka, kwa Ketura 5 wa kiume, jumla 7. Lakini mtoto ambaye Mungu alimchagua ni mmoja tu, akamchukua nani? Akamchukua Isaka. Isaka naye akazaa watoto wawili. Akamchukua mmoja tu ambaye ni Yakobo. Yakobo akazaa watoto 12. Akamchukua mmoja ambaye ni Yuda. Yuda naye alizaa watoto wangapi? Akamchukua mmoja, umeelewa? Ambaye ni Tera. Ikaendelea hivyo mpaka mwisho. Hapa alikuwa anataja tu watoto ambao kuna tukio linawahusu. Aliyetegemewa kuchukua usukani ni Kaini. Kaini baadaye akazaliwa mdogo wake, akamuua, kwa akapoteza sifa ya kuwa kiongozi. Then nafasi yake ikachukuliwa nani? Na Seti. Na ametajwa mwisho Seti. Lakini ukisoma kitabu cha The Life of Adam, Adam alizaa watoto zaidi ya 70. Ndio. Wa kike na wa kiume. Ila hawajatajwa.
na hakukuwa na sababu ya kutajwa, maana hao wengine kazi waliofanya ni kuoa na kuolewa na kuzaa watoto, maisha yaendelee. Kwa sababu kwenye ukoo wa Yesu aliyekuwa anatakiwa hapa sana nani? Ni Seti, aliyekuja kuendelea mpaka Yesu akazaliwa. Kwa maana ni ukoo wa Yesu tu peke yake ndio ambao ulikuwa recorded kwenye Biblia. Kwa lugha nyingine ni kwamba Kaini alichukua mmoja wa dada zake, akamoa, akaenda kushinda kwenye nchi ya Nodi. Mungu akubariki askofu. Asante sana. Hicho kitabu kinapatikana wapi? Life of Adam. Israel. Kwa huku hakuna. Bongo sijakiona. Bongo sijakiona. Life of Adam. Maisha ya Adam. Inaelezea maisha ya Adam tu. Haya. Tuna change mbuga kwenye line. Hello. Naam, habari ya kwako? Unaweza kunisaidia kupunguza sauti ya redio yako? Naam. Karibu sana. Nani mwenzetu kutoka wapi? Naitwa Sara kutoka Kivule. Karibu sana. Naomba askofu anisaidie kufahamu kitabu cha Waebrania kiliandikwa na nani? Watu wa zamani wote walikuwa wanasema Paulo ndo aliandika. Lakini watu wanaitwa modern scholars wamemnyang'anya Paulo hicho kitabu kwamba sio yeye aliyeandika. Huenda kiliandikwa na Dr. Luka, au kama sio Dr. Luka pengine kiliandikwa labda na Priscilla na Aquila, something like that. Lakini Dr. Luka most probably. Sababu zote ambazo wanasema Paulo kwamba huenda aliandika, pale mwishoni wamesema anamsalimia Timotheo. Sasa kwa sababu alikuwa anafahamu Timotheo, huenda akawa ni Paulo. Hata Dr. Luka naye alikuwa anafahamu Timotheo kwa sababu wameishi wote, wamefanya kazi pamoja kwa muda mrefu. Aina ya uandishi as well. Dr. Luka naye alikuwa na muundo wa uandishi. Kwa nini tunamtoa Paulo labda nitumie lugha hiyo? Kwa sababu wengi ndio ambao walikuwa wanafikiria kwa muda wa miaka mingi. Ni kwa sababu kama ni kweli ingekuwa Paulo ameandika hicho kitabu, kuna maeneo itaonekana anajicontradict. Paulo mwenyewe atakuwa anajipinga au anayosema atakuwa sio kweli. Kwenye kitabu cha Wagalatia, Paulo anasema injili yake hakuipokea kutoka kwa mwanadamu, na wala kufundishwa kwake hakufundishwa na mwanadamu, alifundishwa na Mungu mwenyewe. Wakati kitabu cha Waebrania anasema sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukaletwa kwetu, ukathibitishwa kwetu na wale waliosikia kutoka kwa Bwana. Kwa mwandishi wa Waebrania ni third party, mtu wa tatu akupokea direct kwa maelezo yake mwenyewe. Kwa maelezo hayo tunamtoa Paulo, hausiki. Swali jingine. Kwa maana hiyo yani haijulikani kwamba kiliandikwa na nani. Hakujulikana kwa sababu hakujiandika mwenyewe, yani hakuandika kwamba yeye ni nani aliandika. Aliandika tu waraka kwa Waebrania. Angeandika anajulikana, tungemtaja moja kwa moja. Yes. Sawa, askofu, nashukuru. Amina, Mungu akubariki. Amin. Haya, nambari ya kupiga simu yako hapa ni 0678921957. Kwenye line. Hello. Hello. Naam, habari ya kwako? Salama. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Tegeta, Dar es Salaam. Ndio, nani mwenzetu? Unazungumza na mchungaji Akio. Karibu sana. Asante. Musa, kwanza nashukuru kwamba nimepata line. Natafuta hii line sana lakini leo ndio nimefanikiwa. Hongera. Asante sana. Tena niweza kukuambia kwamba umshukuru Mungu kwamba uko na lulu ya taifa. Lulu ya taifa. Una bahati ya kukaa karibu na lulu ya taifa. Naam. Kwa sababu nadhani lulu tunazo, lakini sasa haitusaidii kwa sababu hatupati msaada kupitia hizo. Lakini kwa sababu tumepata angalau hii moja. Ndio. Wacha tuitumie. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Mimi nilikuwa na mwambia askofu kwanza mimi nashukuru kwa sababu kuna siku nilikuwa namfuatilia nikasikia akisema kwamba ile sala ya toba mimi nimekuwa mpaka ninakuwa mtumishi, mpaka nakuwa mtumishi wa Mungu na naombea watu watafuta jina lako katika kitabu cha hukumu. Lakini nilisikia askofu siku moja akisema hamna hicho kitabu. Yaani siku hiyo kidogo lingaanguka.
Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Kwamba futa jina langu kwenye kitabu cha Mungu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ndio. Mimi nimekuwa mpaka nakuwa mtu mzima, ndivyo nakuta panaombewa, na mimi nikakariri hiyo sala ya toba hivyo, mpaka sasa nilikuwa naombea watu hivyo. Nashangaa siku moja kitu watatu nafungua rejea hivi namsikia askofu anasema hicho kitu hakipo. Yaani mpaka leo nachoka. Sasa nilikuwa natafuta sana, yani nimetafuta namba yake, nimeingia kiasi sijaipata. Nilihangaika kwa leo nimetafuta hii, yani nimepiga tu leo nimesema nitaacha kila kitu mbali lakini nimepata line. Wala usijali, kwa unahitaji namba yangu au unahitaji kuuliza swali? Ndio, Lulu ya Taifa, mimi nataka namba yako kwanza kwa sababu kwanza utanisaidia sana kwenye mambo mengi, bwana. Nilijikuta kumbe yani niko kaskazini kabisa na mashariki. Haya, namba yangu ni 0755. Ngoja niandike mahali. Sawa. Ulisema wewe ni mchungaji eh? Ndio, mimi ni mchungaji wa Kioo. Okay, ni 0755 0755 40 77 64 04 64 64. 64. Yes. Sawa, asante baba askofu. Barikiwa sana. Amina. Haya, shukrani sana mtumishi wa Mungu mchungaji Akio kutoka Tegeta, Dar es Salaam. Ni kupokea mwingine hapa kwenye line kupitia nambari hiyo ya 0678 921957. Lakini ukiwa ghaibuni pia unaweza ukatumia nambari hiyo kupiga simu yako kwa njia ya WhatsApp, nami nikakupokea kwa uzuri kabisa. Kwenye line, hello, nani mwenzetu na unapiga simu kutoka wapi? Janet, unaweza kutusaidia kupunguza sauti ya redio au kaizima? Nimeshapunguza. Haya, karibu sana. Amina, habari ya uzima? Salama, shikamoo baba askofu. Marabo, jambo. Jambo. Karibu sana. Nilikuwa na swali kutokana na ibada ya jana kuhusu mawasiliano ya wanandoa. Kuna yale makundi matano kama sikosema mtumishi ashatufundisha. Ndio. Ya milango 64 mimi ya sawa mwingine. Lakini inaweza kuwa mimi labda katika hao wanandoa mwanamke na mwanaume. Kuna mwanamke ana kundi la kuchangamka, mwanaume ana kundi ambalo sio la kuongea sana. Sasa nataka kuimarisha mahusiano yangu kwa kuimarisha mawasiliano labda mume wangu au mwanaume kama ana hilo kundi la kuwa mpole, anataka kuimarisha najiuliza namshawishije huyu ili niende naye, maana natamani kuwasiliana naye lakini mwenza karibu kwenye ile kundi langu ambalo mimi najikuta nateseka sana. Kwa habari ya mawasiliano ya wanandoa, ndio swala la mtu kuwa mpole halina uhusiano kusema asiwasiliane na mwenzake. Ndio. Kwa sababu huyo mume wako unasema mpole, ndio, haina maana ya kwamba wasiane na bosi wake. Kila siku anatoa ripoti. Asipokuja kazini anasema kwamba hajaja kazini. Akiwa anaumwa anasema kwamba ameumwa. Si umeelewa? Akienda kazini, kazi ikikwama atamwambia bosi wake kwamba kazi yangu imekwama kwa sababu 1 2 3. Akiwa na shida atamuomba msaada, bosi amsaidie. Hakuna mtu mpole ambaye hawezi kuwasiliana na mke wake au na mume wake. Kama bosi anawasiliana naye, kwani huyu asiwasiliane naye? Kuna mtu baba kwenye hayo makundi ni mtu wa kuongea, unaweza ukawa unaongea naye yaani sijui sasa shida ya kundi lake au ni shida binafsi ya swala sio kundi. Narudia tena, kwani huyo mume wako ambaye ni mpole aongei na bosi wake? Anaongea. Hapokei maelekezo? Anapokea. Haombi ushauri? Anaomba. Basi hivyo hivyo anamfanya kwa bosi wake afanye na kwako. Ndio. Yani wala hamna swala kusema eti kwamba hataki kuongea sio mpole, hapana. Yani kuna sio lazima mpige story the whole day. Yani nazungumzia kwamba kuna yale mawasiliano ya lazima au mawasiliano ya muhimu. Hayo hamna mtu anayeshindwa kufanya. Anashindwaje? Ndio. Kwamba ataumwa afahamu ashindwa kumwambia bosi wake kwamba naumwa leo siwezi kuja kazini? Anasema. Au kuna mali atakwenda kikazi, akifika kule akikwama atatoa ripoti? Kwa kama anaweza kufanya kazini, afanye na kwako, wewe si ndo mke wake? Ndio. Mueleze, mpe hiyo semina atakuelewa. Sawa, asante baba. Haya, Mungu akubariki. Amina.
Na swali hili nilikuuliza askofu kwamba kuna makundi ya watu ambao kwao mahusiano haina haja. Yaani huyu ni choleric. Ndio maana narudia hapo, kwani choleric hawasiliani na bosi wake kazini? Hapokei maelekezo, haombi ruhusa, wanawasiliana tena sio mara moja. Umeelewa? Wanajeshi wote unaoona asilimia kubwa ni choleric na polisi hao. Lakini maelekezo wanapokea. Maelekezo wanapokea. Hello. Kwenye line. Hello, naitwa Leonard niko Mombasa. Konga. Aha, Dar es Salaam. Ndio. Karibu sana bwana Leonard. Mimi nauliza swali moja kwamba Adamu alikuwepo hapa duniani na yeye ndo mwanzilishi wa kuzaliwa wanadamu wote. Sasa ilikuwaje kwamba wakawa makabila mengi? Adamu mwenyewe kwanza kwenye bustani walikuwa wanazungumza lugha gani na Hawa? Na baada ya hapo wanaita Edenic language. Lugha ambayo walivyozaliwa toka jikuta wanawasiliana kwa lugha hiyo inaitwa Edenic language. Japo sio jina rasmi sana. Ambayo ilikuja kupotea kwenye mnara wa Babeli. Mungu alivyochafua usemi ndio yakatokea kama makabila yote ambayo unayaona. Ndio. Swali lako nini? Swali nilikuwa kuelewa kwamba haya lugha hizo zilikuwa zinatokeaje? Makabila yamekuja yametokea kwenye mnara wa Babeli, walijenga mnara wanataka waende mbinguni, Mungu akaja kuchafua usemi. Kwa alivyochafua usemi ikawa wanaongea kati ya fundi na mtu anemsaidia kulipeleka mchanga au kijiko, hawaelewani, wanaongea lugha tofauti tofauti. Kwa hizo lugha zote unazoziona zimetoka kwa Mungu hizi. Akaingiza lugha kwa watu tofauti tofauti. Kwa watu wanaoongea lugha aina moja wakaenda sehemu moja. Wanaongea lugha nyingine wakaenda sehemu moja, wanaongea lugha nyingine hata sehemu moja. Ndio zikaza lugha zote tunazoziona. Mianzo ya madhehebu ya lugha mbalimbali imetokea pale kwenye mnara wa Babeli. Babylonian Tower. The Tower of Babel. Yes. Swali la pili. Adamu tunaelewa alikuwa asili yake kama wazungu. Weusi ilitokeaje hata kwa weusi? Nini? Yaani Adamu asili yake tuseme alikuwa kama wazungu au Wayahudi. Afrika ilikuwa kuaje hata tukatokea tukawa na ngozi nyeusi? Hii ngozi nyeusi nimeijibu mara nyingi, inatokana na mazingira ulioishi. Mazingira utakayoishi na kutengeneza vile jinsi ulivyo. Hayakutengenezwa kwa siku moja, lakini mara miaka 1000, mara miaka 2000 baadaye, mara miaka 3000 unaishi kulingana na mazingira hayo yalivyo. Mazingira haya unayoishi wewe huku yanakutaka wewe mweusi. Mweusi ndio inakuwa mahali pake. Ngozi ngumu, ngozi ambayo iko strong, haihitaji mambo mengi. Lakini kwa mazingira wanaishi wazungu, wao mazingira yana support. Na ukitaka kuamini ninachokuambia, nenda kazae mtoto Uingereza leo. Alafu hicho kizazi chake kikae miaka 20, unashangaa kikae miaka 100, 200, 300 na wenyewe wanabadilika wanakuwa kama Waingereza. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hali ya hewa na mazingira yanaweza yakabadilisha mpaka jinsi zako zikaja ukazaa watoto walio tofauti. Na ndio maana hata wale black Americans waliotoka huko kaenda Marekani kama kina Obama, kwa asili babake ni Mswahili 100%. Lakini ukimchukua Obama ukimweka hapa huwezi kumchukua na Mkikuyu mwingine wakaweka pale wakalingana. Hawalingani. Sasa unaonaje wajukuu wao na wajukuu wao na wajukuu wao na wajukuu wao, nini kitakwenda kutokea? Kama kwa namna hiyo watakuwa wazungu. Watabadilika, watalingana na watu wa mazingira ya huko. Na ndio maana Waisraeli walipotekwa pale Jerusalem mwaka 70, si ndio? Walipoenda Ulaya walikuwa kama Waarabu. Wamerudi saizi hawalingani na Waarabu, wamekuwa wazungu kabisa wa kawaida. Yaani hakuna tofauti ya Mfaransa na Myahudi saizi ukiweka pamoja wanalingana. Wako hali moja. Wako hali moja, lakini wamekaa miaka mingi. Kumbuka toka mwaka 70 ambao ni karne ya kwanza, wamekuja kurudi karne ya 19, maki miaka zaidi ya 1800 hapo katikati. Washakuwa wazungu tayari. Sawa. Barikiwa. Haya, asante sana bwana Leonard kutoka Mombasa. Kwenye line nikupokea. Hello. Hello, habari? Nzuri, habari ya kwako? Njema kabisa. Mimi naitwa Angelus, niko Semta huko Mbezi ya Kimara. Karibu sana Angelus. Ni swali langu ni kwamba watu wawili kama wameoana, wote kwamba wameoana.
Katika safari ya ndoa unafika sehemu labda tuseme mwanaume akengeuka mama. Sawa tena si mlokole tena na mambo yake hovyo, haendi kanisani, amekuwa mshirikina, labda hata baadaye kuja kuondoka. Sasa huyo anakuwa mruhusu ule mume kuwa huru kuweza kuwa mwanamke mwingine. Anayemwacha mwenzake ni nani? Anayemwacha mwenzake ni nani? Katika pale maondoko zake sasa kashakengeuka, mambo ya ulokole hataki tena, anaona kama anapigiwa kelele pale kanisani haendi. Naona anafikia baadaye anaondoka zake mke. Huyo ambaye amekengeuka. Hiyo yani hiyo siwezi kuisemea kwa sababu mwanzo si mlikuwa mmeokoka nyinyi? Mwanzo alikuwa tumeokoka. Kama watu wameokoka nafikia anayeweza kwa moyo kesi ni mchungaji wao peke yake, sio mimi. Yaani kama wote walikuwa wameokoka mwanzo, anayeweza kwa moyo kesi ni huyo mchungaji ili athibitishe kwamba kweli huyo binti alikuwa ameokoka au hajafanyaje? Hajaokoka. Hajaokoka. Ila ingekuwa nyinyi ni wapagani. Wewe ukaokoka. Huyu mmoja akabaki kwenye upagani. Na akaondoka zake. Huyu aliyeachwa kwa sababu ya imani huyu. Huyu anaruhusiwa kuoa tena. Lakini kwa nyinyi ambao mlishaokoka, mmefunga ndoa kanisani mkiwa mmeokoka, mnena kwa lugha. Afu baadaye uniambia amekuja kuwa mpagani. Mwenzangu wokopo kamshinda. Unamshindaje? Yaani hiyo nadhani inabidi muende kwa mchungaji wenu mkaongee naye, ndo anayewafahamu nyinyi vizuri ili kuweza kujua hayo mambo kama kweli wokovu umemshinda au la. Ili athibitishe katika hilo. Mimi wa redioni hapo nitakuwa na kudanganya, sio kweli. Na kama akithibitisha kama amekengeuka, yeye atakuamulia cha kufanya. Yeye anayefahamu hayo mazingira yenu atakuamulia cha kufanya. Kama mlikuwa mmeokoka wote na mmejazwa roho na mnanena kwa lugha, ndio. Hiyo ndio kwa mchungaji wenu. Kwa sababu kwanza sitaki kuamini sana kwamba kweli amekengeuka, amekuwa mshirikina, amekuwa nini. Huenda tu wewe umemfrustrate mpaka amechanganyikiwa. Kwa hiyo mchungaji wenu atakuwa anajua zaidi ambaye ameshughulika na hayo matatizo yenu mwanzo mpaka mwisho. Atajua kama kweli amekengeuka au bado. Lakini pia kuna ushahidi wa wale wasimamizi wa ndoa. Na kama je akienda akaitwa na mchungaji akamwambia sitaki tena ulokole. Kama akimkataa na mchungaji, hiyo ni kitu kingine sasa. Akimkataa na mchungaji hiyo ni kitu kingine. Kama akiitwa na mchungaji akija huyo bado. Haja kingeuka bado ya. Wewe nenda kwa mchungaji wako kwanza akusaidie, afu ukishindwa utaniambia. Barikiwa. Asante sana kutoka Mbezi Kimara. Kwenye line, hello. Halo. Naam, habari ya kwako, nani mwenzetu kutoka wapi? Naitwa Gloria Joseph kutoka Bunju. Karibu sana Glory kutoka Bunju. Shikamoo. Marabo, jambo. Jambo. Nilikuwa na swali. Karibu. Nilikuwa nauliza hivi, katika Biblia Yesu pale alipofufuka wanadai kwamba alikuwa na wanafunzi 12. Lakini baada ya kufufuka kuna mwanafunzi mmoja alisema anaitwa Tomaso ambaye haamini. Je, yeye naye pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu? Ni mwanafunzi ndio miongoni mwa wale 12. Sawa, nilikuwa sijajua maana ilikuwa inanichanganya. No, naye ni mwanafunzi. Sio kwamba alikuwa muamini Yesu, alikuwa haamini kama Yesu amefufuka. Yes. Asante. Barikiwa sana. Amina. Haya, asante sana Glory kutoka Bunju, Dar es Salaam. Karibu sana mtazamaji, karibu sana msikilizaji. Kama ndio kwanza unaungana nasi, kwa uzuri kabisa ni matangazo ya moja kwa moja. Kipindi ni Meza ya Busara, leo ni leo. Na hapa ni wakati mwingine mzuri kabisa wa maswali na majibu kulingana na masomo mbalimbali ambayo mtumishi wa Mungu amekuwa akiyafundisha, nawe kupata fursa adhimu ya kuuliza pale ambapo unatamani kufahamu kwa undani. 0678921957 nambari hiyo ya kupiga simu yako hapa, lakini pia unaweza kutumia nambari ya 0736777126 nasi tukakupokea kwa uzuri kabisa ukiuliza swali lako. Na kwenye line hapa ni kupokea. Hello. Habari ya kwako, nani mwenzetu kutoka wapi? Ninaongea na Pascal kutoka Chalinze. Karibu sana Pascal.
Mimi nilikuwa nauliza hivi, kwa mfano sisi wale wa makabila unakuta binti ameolewa akiwa bikira. Huwa tuna utaratibu anarudisha anunuliwa vipi? Je, yule msichana anapokuwa amerudi kwa mzazi wake kupewa kama zawadi, ni mambo gani mzazi mtakiwa umfanyie? Wakati gani? Yaani unakuta binti ameolewa akiwa pengine ni bikira, ila nichukulie kwa muktadha wa bikira. Akaenda kwenye ndoa akakaa, kisha mume wake akaamua kuja kuwapa zawadi. Je, wewe kama mzazi vitu gani mtoto wako akika anastahili umpe? Zawadi ya nini sasa? Kule kwa mfano kule kanda ya Ziwa tuna utamaduni ule, analeta sufuria, blanketi. Vya nini ndio nataka, yani zawadi ya nini? Analeta kama shukrani, kama zawadi. Kwa ajili gani? Naam. Kwa ajili gani? Yaani zawadi kwa ajili gani? Yaani zawadi kama kumshukuru kwamba nilimkuta binti yako akiwa salama. Yaani bado kwani hao mabinti wanaoolewa inabidi wakutwe wakoje? Yaani kitaratibu kabisa inabidi wakutwe wakoje? Ni haswa wakutwe bikira, lakini sasa tatizo liko wapi? Naam. Yaani binti sinabia kutwa bikira. Yaani binti ambaye hajaolewa sinabia kutwa bikira. Ndio. Si ndio inavyobidi? Ndivyo inavyobidi. Kwa sababu uneo huyu sio mjane. Ndio. Swali langu liko katika zawadi. Yaani nini anapokuwa amerudi sasa unatakiwa umfanye? Labda kuna maneno au kwanza kwenye Biblia hakuna hiyo zawadi ya kumpatia mzazi kwa sababu binti ni bikira. Hiyo haipo. Ndio. Kwa sababu waliokuwa wanaolewa wote zamani enzi ya Biblia walikuwa ni mabikira. Sawa. Na usipokuwa bikira uolewi. Umeelewa? Ndio. Labda kama ni mjane, yani wewe kabisa huyu amefiwa na mume, si ndio huyo unajua hawezi kuwa bikira. Lakini kwa mabinti wa kawaida inabidi aolewe akiwa bikira. Nazungumza habari ya kwenye Biblia. Sasa leo ukisema mnajenga utaratibu kwenye Biblia kwamba wanasema apewe zawadi gani, hakuna, kwa sababu watu wote walikuwa mabikira tu. Yaani wanaolewa wote walikuwa bikira. Sasa unatoa zawadi ya nini? Na ni haki yake, inabidi awe bikira. Na je, ukimwoa akiwa kwenye haki hiyo? Asiwe kwenye hali hiyo. Asiwe kwenye haki hiyo. Kwa hiyo unafanyaje sasa? Ndio nakuuliza. Si ameokoka lakini? Bado. Huyo binti hajaokoka? Kama hajaokoka akiwa hajaokoka, yani hajamjua Mungu. Hajamjua Mungu? Kama hajamjua Mungu ataendelea na hiyo tabia. Achana naye. Kwa hiyo ndoa ilisi. Mmeshawana tayari au bado? Mmeshawana? Ndio. Kama mmewana basi endelea tu, una namna nyingine. Muombe tu Mungu aokoke ili amtakase, amsamee, maisha yafanyaje? Maisha yaendelee. Sawa sawa? Yametoka hewani. Lakini ujumbe umefika. Ujumbe umefika. Pengine alikuwa anazungumza kwa muktadha wa hali ilivyo hivi sasa. Waambieni simu wasinipigie mimi, wakupigie wewe. Mimi ile namba nilitaja tu kwa ajili ya mchungaji. Alisema anahitaji namba yangu. Ndio maana nikampa. Lakini wasipige huko. Wataje namba ya kupigia. Hiyo namba ina kazi mbili tu. Kazi ya kwanza ni kupokea sadaka. Ni kupokea sadaka. Kutokana na huduma unaoifanya. La pili ni mtu kuuliza swali baada ya kipindi kulingana kile ambacho anatamani kujua. Kwa hiyo kazi yake ni hiyo, ile namba ya askofu. Lakini namba ya kupiga hapa ni namba mbili tu, mtazamaji pamoja na msikilizaji. Namba ya kwanza ni 0736 77 71 26. Namba ya pili ambayo unaweza kuitumia kupiga simu yako hapa ni 0678 92 19 57. Kwenye line, hello. Halo, wanaitwa Siwe. Amina, habari ya kwako? Nani mwenzetu kutoka wapi? Naitwa Crescent, niko Mlandizi. Karibu sana. Asante. Nilikuwa na swali langu kwamba ndio kwenye kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana sura ya 4, Yesu alikutana na yule mwanamke Msamaria. Hata yule mwanamke Msamaria walipokuwa wanaulizana majibu, walipokuwa wanaulizana maswali pale kuhusu kuchangamana. Yesu yeye ni Myahudi, alafu huyu mwanamke ni Msamaria.
Sasa Msamaria na Wayahudi wanasema hawachangamani. Swali lako nini? Swali langu ni kwamba yule mwanamke mbona anasema kwamba yeye ni wa baba yake ni Yakobo na kisima kile ni cha Yakobo kama sio Myahudi? Inakuwaje wale wa Samaria sio Wayahudi? Wa Samaria ni mchanganyiko kati ya Wayahudi na wa mataifa. Ni mixed blood, kati mchanganyiko, ni machotara wale. Yaani wale wa Samaria ni machotara. Machotara ni Wayahudi waliooana watu wa mataifa mengine. Kwa hiyo wakachanganyika, wakazaliana, wakazaliwa wa Samaria. Kwa kuwa Waisraeli walikuwa nakatazwa kuoana na watu wa mataifa mengine, ndio maana wale wakawatenga, wakawa wachangamani. Kwa hiyo manake wale nao Yakobo ni baba yao. Okay. Si ni machotara? Ndio. Wanaoana na watu wa mataifa? Ndio. Kwa inamaanisha kwamba ni sawa machotara, si unajua, yani manake ni sawa na Mwarabu na Mswahili wameoana. Kwa manake huwezi kusema kwamba Tanzania sio nchi yao kwa sababu tu ni machotara, ni ya kwao bado. Sawa. Kwa Yakobo ni baba yao. Swali lako liko wapi? Hapo nimeshaelewa kwa sababu nimeshajua kwamba kumbe ni machotara sio Wayahudi, ni Wayahudi ambao ni machotara. Ni machotara wamezaliana au wameoana na watu wa mataifa, Gentiles. Sawa. Okay, Mungu akubariki. Nilikuwa na swali lingine. Karibu. Swali ni kwamba kuna Wafilisti na Wapalestina. Sasa wale Wafilisti na Wapalestina kuna uhusiano aina yoyote? Hamna uhusiano, ni watu wawili tofauti. Okay. Bye. Asante. Barikiwa. Amina. Namna hiyo, asante sana ndugu yetu kutoka Mlandizi kuendelea kufuatilia matangazo haya ya kipindi cha Meza ya Busara, maswali na majibu. Kwenye line ni kupokea hapa. Halo. Halo. Naam, habari ya kwako? Salama kabisa hapo radio. Naam. Mimi niko naitwa Steven kutoka Kigamboni. Karibu sana kutoka Kigamboni. Ninaomba askofu anisaidie kidogo kwa maandiko, anisaidie maelekezo kidogo kwenye Waraka wa Yohana wa kwanza. Mstari sura ya 5. Na maandiko yanasema kwamba kuna watatu wanashuhudia mbinguni ambao ni Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Alafu kuna watatu wanashuhudia duniani, maji, damu na Roho Mtakatifu. Ninaomba nisaidie, hao watatu wa duniani wanashuhudiaje duniani? Ametaja maji. Ndio. Ametaja damu. Ndio. Ametaja na Roho Mtakatifu. Ndio. Sawa. Ndio. Na mbinguni nako ametaja watatu. Ndio. Havina tofauti sana. Ndio. Hata unavotaja hapa duniani. Ndio. Unapotaja Roho Mtakatifu nafikia anajulikana. Sawa? Unapotaja Roho Mtakatifu unajulikana. Ndio. Unapotaja maji, hapo ndio sielewi na damu. Unapotaja maji na yenyewe imekuwa symbolized kama Roho Mtakatifu huyo, ila ni katika utendaji wake. Sawa? Yeyote mwenye kiu na aje kwangu anywe. Ni Roho Mtakatifu katika utendaji wake. Sawa. Umeelewa? Nakuelewa. Unapozungumza habari ya damu, kuna damu moja tu ambayo imewanunua watu duniani. Iliyowanunua anasema anastahili yeye aliyechinjwa akamnunulia Mungu watu. Nimekuelewa. Mungu akubariki. Asante. Haya, tunasonga mbele mtazamaji wa Wapo TV pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio FM Nuru ya Jamii, wakati mwingine mzuri kabisa katika matangazo haya. Nipokea simu yako hapa. Halo. Halo. Habari ya kwako, nani mwenzetu kutoka wapi? Natoka Gongo la Mboto, naitwa Isa Gabriel. Karibu sana. Swali langu ni juu ya sinagogi. Tofauti ya sinagogi na msikiti. Tofauti ya sinagogi na msikiti. Sinagogi ni nyumba ya ibada ya Wayahudi. Wayahudi walikuwa na nyumba za ibada mbili. Hekalu lilikuwa liko moja tu Jerusalem. Masinagogi yalikuwepo kila mahali penye wanaume 12 na kuendelea wanajenga sinagogi.
walikuwa wanatumia kwenye mambo makubwa matatu. Ibada, kufundishia watoto Torati pamoja na kufanyia sherehe. Umeelewa? Naam. Kwa lugha nyingine ni kwamba sinagogi ni nyumba ya ibada ya nani? Ya Wayahudi. Na msikiti ni nyumba ya ibada ya Waislamu. Na wakati wa masinagogi hapo misikiti haikuwepo. Kwa sababu misikiti imekuja kuanzia mwaka around 610 huko mara baada ya Muhammad kupata utume. Sababu Muhammad kazaliwa mwaka 570. Amepata utume akiwa na miaka 40 mwaka 610. From there ndo Uislamu ukaanza kwa kumconvert yule mke wake Bi Khadija, then wakaja kina Abubakar na wakaja na watu wengine, akapata waumini wa kwanza, ndo msikiti kazaliwa kuanzia hapo kwenda mbele. Miaka mingi kama 600 hivi toka baada ya Kristo. Kwa hapo tofauti yake ni hiyo kwamba hii ni nyumba ya ibada ya Waislamu na hii ni nyumba ya ibada ya Wayahudi. Umeelewa vizuri? Lakini ukiangalia kwenye tofasiri ya maneno ya Biblia kule huko nyuma ya Ufunuo. Bwana Gabriel, unaweza ukaketi sehemu yenye utulivu kidogo tupate sauti yako? Nifungue redio. Naam. Ili iweze kusikika kwa uzuri kabisa swali lako lile ambalo unauliza, ndio? Lakini kwenye hii kule nyuma kwenye kitabu cha Ufunuo kwenye maneno ya tofasiri ya Biblia. Yale maneno ambayo yameonyesha ukakasi. Maneno gani? Kuna pale ambapo niliangalia tofasiri ya maneno kwamba kati ya sinagogi na msikiti na hekalu na kanisa. Ukiangalia kule nyuma ya Biblia kabisa kwenye nyuma ya Ufunuo kuna hiyo mtiririko wa maneno ya tofasiri ya ile ni kamusi. Kwani kamusi nasemaje? Hiyo ni kamusi. Kule nyuma kuna kamusi ya Biblia. Yaani wametafsiri baadhi ya maneno ya Biblia. Kwani nasemaje? Hapo kuna sehemu inasema kwamba msikiti mbele yake wametofasiri kama sinagogi, wametofasiri kama msikiti kwa Wayahudi. Sasa tatizo liko wapi? Tatizo. Yaani shida ni nini? Nimekuambia hivi. Naam. Hizo zote mbili ni nyumba za ibada. Hii ya Wayahudi, hii ya Waislamu. Ni sawa na mtu ukimuuliza habari ya kanisa. Akasema ni msikiti wa Wakristo. Maana yake nyumba ya ibada ya Wakristo, tatizo liko wapi? Yaani zote nyumba za ibada, kazi yake ni moja. Ila wanaoingia humu ni Waislamu, wanaoingia humu ni Wayahudi, wanaoingia humu ni Wakristo. Sasa tatizo liko wapi? Hapa mna tatizo. Kwa sababu kumbuka wakati wa Yesu anaingia kwenye masinagogi, huu Uislamu wa Muhammad haukuwepo. Hakuwepo. Na wala Ukristo wenyewe haukuwepo. Ni kweli. Sasa unawezaje kusema sasa ni Waislamu walikuwa wanaingia kwenye sinagogi wakati hawakuwepo na wala mtume wao alikuwa hajazaliwa? Sasa mimi hapa unajua nilikuwa nataka natafuta nini? Kwamba neno msikiti lilianzia ile ni mosque ni nyumba ya ibada ya Waislamu. Kwisha, hamna zaidi hapo. Hapo nimeelewa. Barikiwa. Amin. Haya, namna hiyo tunasonga mbele mtazamaji pamoja na msikilizaji, na wakati tunakwenda kweli katika matangazo haya kwenye line. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari ya kwako? Nani mwenzetu kutoka wapi? Naitwa Festo, kutoka Kigamboni. Karibu sana bwana Festo. Asante sana. Kusoma katika kitabu cha waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 2. Ndio. Kuanzia mstari wa 8. Neno la Mungu linaniambia, basi nataka wanaume wasalike kila mahali. Huku wakiinua mikono iliyotakata katika hasira wala majadiliano. Ndio. Hivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na mioyo ya kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama wapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. 15. Twende swali.
swali langu ni hili. Mimi nilikuwa nataka kusoma kipengele kinachosema si wapi ruhusa wanawake kusalisha bila wanaume wasalisha kila mahali. Swali langu ni hili kwamba wanawake wanastahili kuwa makuhani au wachungaji au hawastahili? Jambo la kwanza, hakujawahi kuwa na kuhani mwanamke. Yeah. Jambo la kwanza, hakujawahi kuwa na kuhani mwanamke. Kwa maana ya kwamba kwa Wayahudi hakujawahi kuwa na makuhani wanawake. Makuhani wote walikuwa wanaume. Mpaka hapo iko sawa? Labda tuje kwenye Agano Jipya sasa, tuachane na Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya, kwa maana ya maagizo haya, Paulo alikuwa anawaagiza wa Korinto, anasema anataka wanaume ndio wasalishe. Hawa nao walikuwa na kacha kama ya Wamasai au kama ya Wayahudi. Alikuwa haruhusiwi mwanamke kusikilizwa akiongea mbele za watu. Nikisema Wamasai maana wana utamaduni huo mpaka leo. Yaani serikali yetu kwa Wamasai kule, hata mkuu wa wilaya mwanamke haiwezi kumpeleka, maana hata sikilizwa. Kwa maana kwenye kacha hiyo ya mazingira hayo. Na maana yake hata tukifungua kanisa Wamasaini leo hatuwezi kuweka mchungaji mwanamke. Kwa maana watamsikiliza. Lakini hilo agizo limeagizwa kwa kanisa la Korinto. Maeneo mengine hatuoni Paulo akiwakataza, yani akisema wanaume pekee ndio wafanyaje? Wasalishe kila mahali. Wanaonekana na wanawake pia kwenye baadhi ya maeneo wakienda kusalisha na Paulo anakaa kimya. Kwa mfano, Paulo alikuwa anafanya kazi na Priscilla na Aquila. Priscilla na Aquila ilikuwa ni kapo, mtu na mme wake, wote walikuwa ni wachungaji. Na Paulo amewahi kuishi nao pamoja wakiwa wanafanya kazi ya kushona mahema toka Korinto mpaka wakafika Efeso, na wakatoka Efeso wakaendelea na safari, wote wakiwa wanafanya kazi ya kusalisha. Huyu Aquila, huyu Priscilla ndo walikuwa mwanamke. Kwa Kiingereza wanamuita Prisca. Ndiye aliyemfundisha Apollo huyu mwanaume, huyu mhubiri wa Injili. Alikuwa mchungaji. Yes, alikuwa mchungaji. Inapatikana kwa gani hapo? Iya Priscilla na Aquila. Uwafahamu Priscilla na Aquila? Mama. Uwafahamu? Hapana, sijawahi kufika hapo, nisaidie. Aya, nitaomba nikutajie maandiko kama matatu hivi yanayohusiana na kina Priscilla na Aquila na baadhi ya wachungaji. Lakini ngoja nitakupa maandiko ya Priscilla na Aquila sasa hivi. Okay, asante sana. Sawa. Asante sana Bwana Festo kutoka Kigamboni. Asante sana. Haya, tunasonga mbele namna hiyo. Kitabu cha Matendo ya Mitume ngoja nimtajie sasa. Kinafafanua mambo mengi sana, habari za mitume na namna ambavyo walikuwa wakifanya huduma yakiwepo mtume Paulo. Kwenye line, kama ndio kwanza unaungana nasi, kwa uzuri kabisa ni matangazo bora, kipindi ni Meza ya Busara. Leo ni leo tunaangalia mambo kadha wa kadha, lakini ikiwa ni fursa adhimu kwako mtazamaji pamoja na msikilizaji kuuliza maswali kulingana kile ambacho unatamani kukifahamu katika matangazo haya. Na nikukumbushe tu kwamba Jumapili hii unakaribishwa BCI Simbes Beach, Dar es Salaam, chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Profesa Sylvester Gabanyo kushiriki ibada, maombi na maombezi, kufunguliwa na kuwekwa huru katika vifungo mbalimbali. Ni bure kabisa kwa ajili yako. Ni ibada nzuri ya kumshukuru Mungu, ibada ya neema, ibada ya kibali, ibada ya ukombozi na neema ya Mungu katika maisha yako. Hapo mengi ambayo umepitia changamoto mbalimbali, ni fursa hii ya kuungana pamoja na wengine kwa ajili ya kumtukuza Mungu aliye hai. Jambo la kwanza Matendo 18. Okay, mpokea basi. Kwenye line, hello. Habari. Nzuri, habari ya kwako? Salama kaka. Sasa mimi swali langu mtumishi. Nani ndugu yetu kutoka wapi? Chamazi Dar es Salaam. Haya, karibu. Hello. Ndio, nasikika vizuri. Nilikuwa nauliza Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Ndio. Amini nawaambia miongoni mwenu hamtakufa hata mtakapomuona. Hello. Ndio, karibu. Swali langu, je, mbona wanafunzi wa Yesu walishafariki na bado hawakumshuhudia Yesu akirudi mbinguni? Rudia tena swali lako. Swali langu linasema Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amini nawaambia
miongoni mwenu hamtakufa hata mtakapomwona mwana Adamu akirudi mawinguni. Hamtaonja mauti. Hamtaonja mauti. Alikuwa anazungumzia mauti alikuwa anazungumzia mauti ya kiroho, sio ya kimwili. Sasa swali langu, mbona wanafunzi wake walishafariki? Alikuwa anazungumzia, hujasikia jibu langu. Alikuwa anazungumzia mauti ya kiroho, sio ya kimwili. Mauti ya kiroho, sio ya kimwili. Na huyo mtu ambaye angeishi toka karne ya kwanza mpaka leo anamsubiria Yesu, ingekuwa mtu wa ajabu sana. Maana ingekuwa ameishi miaka zaidi ya 2000 sasa. Anafanya nini? Haya, ubarikiwe. Mauti ya kiroho askofu anapozungumza ni ipi? Ni kutengana na Mungu ndani ya moyo wako. Kutengana na Mungu. Yes. Kutokuwa na Mungu katika maisha yako. Haya, kabla hujatoa andiko hilo nimpokee huyu hapa kwenye line. Hello. Naam, bwana. Amina, habari ya kwako? Nani mwenzetu kutoka wapi? Naam, unaongea na Dominic, nipo Kibara. Karibu sana Dominic. Naam, mimi nilikuwa nina swali moja kwa baba askofu hapo. Na maana tangu katika Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwepo. Lakini sasa katika Agano Jipya tunaona Yesu anawaahidi wanafunzi wake kwamba wasiondoke, inampasa yeye aondoke ili aje huyo msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa najiuliza swali kwamba je, katika Agano la Kale Roho Mtakatifu alienda wapi baada ya Yesu kuzaliwa, ambapo sasa inampasa Yesu aondoke ili aletee huyo msaidizi? Yaani Roho Mtakatifu alienda wapi tena baada ya hapo? Roho Mtakatifu hajawahi kuondoka, ila ilikuwa kwenye Agano la Kale anakuja kwa watu maalum, kwa kazi maalum na kwa wakati maalum. Anamjaa Samsoni, anamtia nguvu, anaua Wafilisti, biashara inaishia hapo. Yeye alichokuwa anazungumzia Yesu ni Roho Mtakatifu kuja kukaa ndani ya watu milele. Na ndio maana anasema huyo Roho atakaa ndani yenu, ulimwengu hautamtambua ila nyinyi mtamtambua kwa kuwa anakaa ndani yenu. Naam, amina, ubarikiwe. Haya, Mungu akubariki sana. Amina. Haya, sana Dominic. Naomba kwa haraka mchungaji asome Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 2. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 2. Naam. Mstari wa 18 na mstari wa 26. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 2, wa 8 na 26. Hiyo namba 1. Warumi sura ya 16 mstari wa 3. Warumi sura ya 16 mstari wa 3. Sawa? Warumi sura ya 16 mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 19. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 19. Na ninamalizia na Timotheo sura ya 4, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 19. Nimetaja maandiko ambayo yanamtaja Priscilla na Aquila. Prisca na Aquila. Prisca mchungaji, mtendakazi pamoja na Paul, aliyemfundisha njia ya Bwana kwa zaidi Apollos. Ambayo roho ilikuwa na muhaka ndani yake kuhubiri injili. Tulizungumzia jana. Endelea. Haya, moja kwa moja kwenye line ile kupokea hapa. Halo, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Kwenye line, halo. Haya, nimpokee mwingine hapa kwenye line. Halo. Kwenye line, halo. Haya, 0678921957. Halo. Hello. Naam, habari ya kwako? Nani mwenzetu kutoka wapi? Nzuri, unaongea na Nisaida hivi. Naam. Mimi nilikuwa nauliza hivi. Ndio. Ukisoma kama sikosei Kumbukumbu 23 mstari wa kwanza, hapana, ukisoma kitabu cha Kumbukumbu, wanasema kwamba mwanaume yeyote aliyeasiwa au kukata ulimi haruhusiwi kujiunga na kusanyiko la watu. Na kusanyiko la watu wa Mwenyezi Mungu. Je, vipi hapo? Swali lako ni nini sasa? Hiki kitabu kwa sababu juzi kuna tukio moja kama unakumbuka kule kama ni ya Kilimanjaro, si kwamba mtu amekatwa uume. Je, yule sasa aliyekatwa uume haruhusiwi kushiriki kwenye na watu wa Mwenyezi Mungu? Kwenye Agano la Kale alikuwa haruhusiwi, kwenye Agano Jipya anaruhusiwa. Amina, nimeelewa. Barikiwa. Kwenye Agano la Kale alikuwa haruhusiwi. Kwenye line, hello.
Halo. Habari ya kwako, nani mwenzetu kutoka wapi? Naitwa Raymond, wala nipo Kigamboni. Karibu sana bwana Raymond. Ndio, swali langu ni kwamba wana wa Anaki walitokea wapi? Wale ambao wanasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Walitokea wapi na je, mpaka sasa hivi bado wapo? Wana wa Anaki. Sasa kama kuna story ilitokea sura ya 6 kabla ya gharika, si ndio? Baada ya gharika si manake wamekwenda wote na maji. Sababu kwenye gharika aliyebaki ni Nuhu na watoto wake wale watatu, kwa maana ya Ham, Shem pamoja na Jafet. Ndio. Wanefili na vitu vingine vyote vinavyofanana na hivyo wamekwenda na maji, biashara ikaishia hapo. Kwa hiyo sasa hivi hawapo, ndio hivyo? Hawapo, watatoka wapi? Sawa, nashukuru. Haya. Asante sana bwana Raymond kutoka Kigamboni. Kwenye line, hello. Pole sana, unaweza ukarejea, nambari ni 0678921957. Lakini pia nikukumbusha ambao unatamani kujifunza kupata maarifa ya masomo mbalimbali ambayo tunajifunza kwa uzuri kabisa kutoka kwake mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aurelian Ngonyani. Unaweza ukajisajili hivi sasa darasa la mentorship kwa awamu nyingine nzuri. Nambari ambayo unaweza ukaitumia ni 0713 35 7437, 0713 35 7437. Nambari hiyo ambayo unaweza kujisajili kwa uzuri katika darasa la mentorship ili uweze kujifunza na kupata maarifa kwa wingi zaidi katika msimu mwingine. Mara baada ya kuwa na awamu ya kwanza, na tumekuwa na mahafali hivi karibuni ya kwanza katika darasa la mentorship kujifunza mambo kadha wa kadha ya kiroho na ya kimwili pia. Kwenye line, hello, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Kwenye line, hello. Hello. Naam. Ongea na TDM hapa. Karibu sana. Naomba ufafanuzi wa maneno yafuatayo kwenye Biblia. Ndio. Yesu anasema huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Lakini hawa wapendwa wenzetu hao wanasema huwa wanafanya kitu, wanasema mwili ule haukuwa sahihi, huwa wanageuza ule mkate, lakini wanaamini wao kwamba haugeuki kuwa mkate, ila inakuwa mwili tu, mkate tu, wanakula kama kawaida na divai wanakunywa kama kawaida. Sasa najiuliza hizo dhambi zitaondolewaje sasa kama wenyewe hawaamini? Katika nyingine inahusiana na hiyo hiyo, Yesu anaulizwa na wanafunzi kwamba tufanye nini ili tuweze kurithi ufalme wa mbinguni. Wanasema akikae amri na kufanya mapenzi ya Baba yangu ndio atakayerithi ufalme wa mbinguni. Sasa mojawapo ya zile amri ni mojawapo, lazima kuwe kuna madhabahu ambayo inamshirikisha huo mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa wale hawaamini hao wenzetu, je, wale ni kina nani? Mbona wale ni kina nani? Siriam. Wale ni kina nani? Ametoka kwenye live. Sababu inaonekana aulize swali na walaumu tu wale kina nani? Mbona mimi siwajui? Angejikita pengine anazungumzia Wayahudi. Nimefundisha wepi? Wayahudi wanasikaje sana mambo hayo? Kwani wao ni Wakristo? Sasa watu kama sio Wakristo unawapatiaje mafundisho ya Yesu? Wanausikaje? Inabidi mtu amwamini Kristo kwanza, au Mkristo kwanza ndio afuate mafundisho ya Yesu. Kwa wale ni kina nani? Kwenye line, hello. Haya. Kwenye line, hello. Hello. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Bwana, naitwa Mshana, napiga simu kutoka Buguruni. Mshana, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo kiongozi. Milele amina. Baba Askofu, mimi nina maswali mawili. Karibu. Swali la kwanza ni Yohana alipokuwa anahubiri, wale waliotumwa walimuuliza unani wewe, wakamuuliza je, Elia au nabii yule, ili tukawape taarifa waliotuma. Hapa swali langu lipo hivi, Wayahudi walikuwa wanamtegemea Elia katika kitu gani hadi wakamuuliza kwamba Elia? Kwenye kitabu cha Malaki wakati kinaishia kwenye ile sura ya 4 pale mwishoni, anasema ikumbukeni torati ya Musa kabla na mtumishi wangu, nami nitawaletea Elia atakuja kabla hajaja ile siku ya Bwana yenye kuogofya. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa wanajua kwamba Mungu inabidi amtume Elia kwanza kabla Yesu Kristo hajaja. Wayahudi walikuwa wanajua hilo, yes. Ndio maana walikuwa wanamuuliza kwamba wewe ni Elia.
Kwa swali lako ni Elia alishakuja sasa. Alikuja ila watu hawakujua kama Elia ameshakuja. Ndio. Kwa sababu Yesu akiwa pale mlimani kwenye mlima Tabora alipoalika sura, alipotokana na Musa na Elia, wanafunzi walimuuliza swali hilo unauliza wewe kwamba mbona waandishi walisema nabii Elia aje kwanza kabla Bwana Yesu hajaja, Masia hajaja. Akamwambia Elia amekwisha kuja. Walimtenda wamtakayo. Na mkitaka kuamini Elia ndiye Yohana Mbatizaji. Kwa yule Yohana ndo alikuwa Elia. Kwa yule Yohana ndio alikuwa Elia. Ndio alikuwa Elia, yes. Aha. Sasa swali la pili. Karibu. Wakati Yesu amechagua wanafunzi wake 12. Tumeona baadaye yule mmoja alipomsaliti walipiga kura kutafuta badala wake. Ndio. Kwa mwingine. Na wakati huo Paulo naye akaja akakutana na Yesu. Wakati wanapiga kura Paulo alikuwa hajaja bado. Kwa issue ya Paulo iweke pembeni. Zungumzia habari ya kura zilizopigia Matia. Yaani ina maana baadaye sasa Paulo naye akaja kuwa mwanafunzi. Sasa kuna siku ulikuwa unajibu habari ya misingi 12 katika ile Yerusalemu mpya. Ukasema kutakuwa kuna nafasi ya wale mitume 12. Sasa ni yupi na yupi ukichukulia tena aliyemsaliti na huyu aliyechaguliwa? Ni Matia. Aliyemsaliti alishaondoka. Nafasi yake ilichukuliwa na Matia. Yuda alishaondoka, nafasi yake ilichukuliwa na Matia. Ametoweka bwana mshana. Lakini hapa nashaka umemjibu. Nafasi yake ilichukuliwa na Matia. Sasa unamuingizaje Yuda tena pale? Kwa upendeleo, askofu, simu moja ya mwisho kabisa kwa siku ya leo. Kwenye line, hello. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari ya kwako, nani mwenzetu kutoka hapa? Habari ya kwangu mzuri, habari ya hapo studio. Tunamshukuru Mungu ni mwema. Sauti ya nani kutoka wapi? Sauti ya George Kimbache, napiga simu nikiwa Mwandege Mkuranga Pwani. Karibu sana bwana George. Mimi nilitaka kumuomba huyo mchungaji. Kwanza yule msikilizaji aliyopita alikuwa anawazungumzia yale maandiko yale masomo kwamba kwa upande wa pili yani wa Pentecoste ambao hawaamini. Na ndio ndo alikuwa analenga hivi. Na yule ni mwarasi. Ndio ilikuwa lengo lake kuuliza kule. Naomba usimuongelee yeye, fuuliza swali lako. Tubaki dakika moja tu. Sasa mimi kwa sababu unapouliza swali hutakiwi kulaumu watu wengine wanachoamini. Yaani uliza wewe unataka kujibiwa nini? Mambo ya watu wengine wanaachana nayo. Sababu imani ziko nyingi mno. Wengine meza ya Bwana nyewe wakubali kabisa. Yaani afadhali hawa wanasema sio mwili lakini wanashiriki. Kuna wengine hawataki kabisa hata kushiriki kama Salvation Army. Hawana kabisa hicho kitu. Kwa sitakiwi kujibu nikiaddress kundi moja. Mimi natakiwa kujibu Biblia inasema nini. Kwa dakika moja, karibu sana. Asante. Sasa nilikuwa naomba arudie yale maandiko ya kuhusu yule mchungaji wa kike na mumeo alikuwa na nili, kwa sababu yale maandiko nilikuwa nataka kunoti pale. Kwa hiyo nenda YouTube kumbukumbu bado iko hapo. Nenda Wapo TV online yako nimeshayataja pale utayakuta. Wapo TV online unayakuta. Swali jingine? Sawa. Askofu, tuna muda mchache. Unasema askofu ana ubongo gani jamani wa kujibu kila swali? Swali hilo. Hii ni kazi ambayo Mungu amenituma, kwa nafikiri amenipa neema ya kuweza kujibu maswali yote yanayokuja. Jana usiku tulikuwa najibu na leo tumejibu tena. Leo tumejibu, naam. Ila kesho naendelea Atlas Bible Atlas, naam. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Wengine wanauza maswali katika ujumbe mfupi wa maandishi hapa. Soma tu haraka. Haya, huyu anauliza kile kitabu cha Yohana sura 13 mstari wa 10. Naomba askofu anisaidie tafsiri yake ni nini? Mwingine anasema askofu, naomba msaada wa chombo cha sadaka na jina lake. Haya sasa. 0755 40 77 64. Hicho chombo cha sadaka. Ila sijiona wakituma huku. Nimeona mtu mmoja tukatuma shilingi 3000. Mmoja. Sadaka utaratibu. 0755 40 77 64. Lakini naomba nimsaidie huyu wa mwisho aliyetaka nimsomee. Pengine uende ana simu kubwa, ana kiswaswali kwa sekunde chache. Naam. Nimetaja ya maandiko ya Priscilla na Aquila. Naanza na Matendo ya Mitume. Sawa? Dakika zangu imeshaisha. Naam. Hapa nasho tutazimalizia kesho. Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 2 mpaka wa 3.
nitaje hilo moja tu. Yale mengine atatafuta mwenyewe. Sawa. Kama ana simu kubwa aende YouTube atakuta kila. Tumepokea watu 23 leo. Leo tumepiga tu. Tumepiga tu. Na ulisema awali. Nilisema nataka tuzidi 20 ile ambayo tumekuwa nayo siku. Asofu namba yako. Namba yangu ni 0755 40 77 64. 0755 40 77 64. Tunatia nanga mtazamaji wa Wapo TV pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio FM Nuru ya Jamii katika matangazo bora kipindi Meza ya Busara. Leo ni leo, maswali na majibu kwa uzuri kabisa. Kesho tunaendelea katika kuangalia mambo kadha wa kadha. Kwa niaba ya wote walioshiriki nasi katika kufanikisha matangazo kipindi hiki, Wapo TV Ibrahim Lolo, Glory Kaya, Paulo Lazaro, lakini Wapo Radio FM Said Ali Mwandike pamoja na Prince William na Sela Simbise. Langu jina ni Musa Ibrahim Izengo. Mungu aliye juu akubariki sana. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njoo kwenye Meza ya Busara. Una utata, una tashwishi, unazongwa? Meza ya Busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njoo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njoo kwenye Meza ya Busara. Una utata, una tashwishi, unazongwa? Meza ya Busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njoo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4